Tunatekeleza leo ipo na Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, taasisi iliyo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu iliyoanzishwa mnamo mwaka 2005 baada ya kuanzishwa kwa sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ya mwaka 2004. Sera hii ndiyo muhimili mkuu wa baraza, ikitengenezwa baada ya kufanyika kwa utafiti wa kuangalia jinsi wananchi wanavyoshiriki katika uchumi na kuonesha ushiriki wa Watanzania uko chini licha ya juhudi nyingi zilizofanywa na serikali katika kuhakikisha wananchi wanaingia katika shughuli za kiuchumi. Ben Isa ndiye katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Anaeleza mengi juu ya kuwepo kwa baraza hilo. Sera ya Taifa ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ni nguzo kubwa sana katika shughuli za baraza, kwa sababu sera ile ilitengenezwa baada ya kufanyika kwa utafiti wa kuangalia jinsi ambavyo Watanzania wanashiriki katika uchumi wa nchi yao, na ikaonekana kwamba ushiriki wa Watanzania bado uko chini, pamoja na kwamba juhudi nyingi za serikali zimefanyika katika kuhakikisha wananchi wanaingia katika shughuli za kiuchumi. Kwa hivyo katika mambo ambayo yalionekana mwaka 2004 na yamewekwa kwenye sera hiyo, kwanza ni kuanzisha baraza lenyewe, kwamba baraza lazima lianzishwe, taasisi ambayo itasimamia utekelezaji wa hiyo sera. Lakini vile vile kuna taasisi ambazo zilitajwa mle ambazo zinaanzishwa kwa ajili ya kusaidia wananchi kushiriki zaidi kwenye uchumi wa nchi yao, ikiwemo Benki ya Kilimo, lakini vile vile taasisi ya umeme vijijini REA, na taasisi zingine kama vile SIDO kuimarishwa zaidi ili iweze kutoa huduma vizuri kwa wananchi wake. Kwa hiyo pamoja na hayo, ilionekana kuna mambo kadhaa ambayo yalikuwa yanaonekana lazima yafanywe kazi. Jambo la kwanza ilikuwa ni utoaji wa huduma wa serikali kwa wananchi, katika kuhakikisha wananchi wanafanya biashara zao kwa vizuri na wanafanya shughuli zao za kiuchumi bila kuwa na vikwazo mbalimbali. Huduma zinazotolewa na serikali ni nyingi, pamoja na utoaji wa leseni, utawala wa kodi, masuala mbalimbali ambayo yanawasaidia wananchi waweze kufanya shughuli zao. Jambo jingine ambalo lilionekana ni muhimu sana kwenye sera ni pamoja na masuala ya uwekezaji, jinsi ambavyo shughuli za uwekezaji zitawasaidia Watanzania kushiriki katika uchumi wa nchi yao. Lakini jambo jingine ni masuala ya ubinafsishaji wa mashirika ya umma pamoja na viwanda ambavyo vilikuwa vinaanzishwa wakati ule. Lakini vile vile masuala ya mitaji yamezungumzwa sana kwenye sera ile, na jinsi ambavyo sera za fedha pamoja na sera za uhuru wa fedha zitakazosaidia kuwashirikisha wananchi kwenye shughuli za uchumi wanazozifanya. Lakini kulikuwa kuna masuala pia ya ushirika, jinsi ya kuanzisha vyama vya ushirika kwa wingi, lakini katika ubunifu sasa uliotokea katikati pamoja na vikundi ambavyo wenyewe wakati sera hii inatengenezwa havikuwa vimeshamiri kama vilivyoshamiri sasa hivi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yametajwa mle ndani. Vikundi vya vikoba ambavyo ni mfumo wa kuweka na kukopa kwa wanachama waliojiunga kwa pamoja na kuunda kikundi kwa malengo ya kujikwamua kiuchumi ni miongoni mwa maeneo yanayoguswa na sera ya uwezeshaji kiuchumi chini ya Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, kama anavyofafanua meneja wa uendeshaji biashara na uwezeshaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Kwenye eneo la huduma ndogo za kifedha, community microfinance, sisi kama Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi tumepewa dhamana kupitia sheria ndogo huduma za fedha na sheria huduma ndogo za fedha kuona ni kwa namna gani tunatanua wigo wa upatikanaji wa huduma ndogo za kifedha kwa wajasiriamali, lakini pia wananchi kwa ujumla wake. Na kwenye eneo hilo tumekuwa tukifanya kazi na watu wa huduma kwenye sekta ndogo huduma za fedha, kwa ujumla wanaitwa promoters. Kwa kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na Benki Kuu ya Tanzania, tunashirikiana na tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa maana TAMISEMI, kuhakikisha kwamba mchakato wa kuhakikisha kwamba watu wa huduma za sekta ndogo ya fedha wanasajiliwa kwenye mfumo ambao umeasisiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na kwa kufanya hivyo tunakaa chini na waratibu wetu wa uwezeshaji wananchi kiuchumi kuhakikisha kwamba tunajenga hamasa ya kusajili watu wa huduma, lakini kuhakikisha kwamba vikundi vya sekta ndogo huduma za fedha vinasajiliwa huko chini ili kuhakikisha kwamba hao wadau wanafikiwa na huduma ndogo za kifedha. Sasa kwenye upande wa promoters, kazi kubwa tunayofanya ni kuratibu vikao vya kikanuni. Huwa tunakuwa na vikao viwili kwa mwaka ambapo tunaleta pamoja wadau wa huduma ndogo za kifedha
kwa maana vikundi miamvuli, ili kuweza kufahamu wao kama wadau wamefanya nini kule chini kuhakikisha kwamba watu wanajitokeza na wanakwenda kusajili vikundi vyao katika ngazi ya halmashauri. Lakini wadau wanaotoa elimu ya kifedha ambao ni promoters, kuhakikisha kwamba na wao tunakutana nao na kuweza kupata picha kwa mwaka mzima wametekeleza wajibu wao kiasi gani, kuhakikisha kwamba wamefikisha hiyo huduma ya kifedha kwenye vikundi vidogo vya huduma za kifedha. Kwa hiyo kuna upande wa hizo CMG tunakuwa na hivyo vikao viwili vya kikanuni kama sehemu ya uratibu, kuhakikisha kwamba changamoto zote zinazotokana na huduma ndogo za kifedha zinafahamika, na sisi kama Baraza la Taifa la Uwezeshaji tunazichukua zile ambazo tunaweza kukaa na wadau, kwa maana Benki Kuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Wizara ya Fedha na wadau wote wanaohusika katika kutatua hizo changamoto, tunazijadili nao kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunazijadili. Tunatekeleza. Ili kuhakikisha eneo la huduma ndogo za kifedha linaendeshwa kwa ufanisi na usalama kupitia vikundi vya kuweka, lakini pia kuwavutia wananchi wengi kujiunga na vikundi hivyo, Baraza limeweka wahamasishaji wa vikundi vya huduma ndogo za kifedha kama jicho lao katika vikoba. Wahamasishaji hao wamejikita katika kusimamia vikundi, usalama wa nyaraka na fedha zao, bila kusahau utoaji wa elimu mbalimbali za kifedha. Tulipendekeza mabadiliko ya sheria ya huduma za fedha, huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018 pamoja na ule management information system ambayo iko chini ya TAMISEMI, kwamba iweze kuhuishwa vizuri ili vikundi viweze kupata usajili. Sasa kupitia Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi ambao tunashirikiana nalo, maana yake ni kwamba wao wanatusaidia kupush ili mambo haya yote yaweze kufanyika. Hivyo sasa kupitia nafasi hii ninawaomba wakufunzi mbalimbali ambao hawako chini ya taasisi mbalimbali ambazo hawajajiunga na shirikisho la vikoba Tanzania waweze kujiunga, ili huduma ambazo shirikisho linajaribu kuwasiliana na serikali au huduma ambazo Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi linazitoa kwa shirikisho waweze kuzipata kupitia shirikisho. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Zipo faida za kujiunga na shirikisho. Faida moja wapo ni pamoja na kujengewa uwezo kwa kazi ambazo wanazifanya. Lakini faida moja wapo ni pamoja na kupata taarifa kiurahisi zinazotoka serikalini kuja kwetu sisi kama watekelezaji wa mfumo huu. Tunatengeneza mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu ambayo kusaidia vikundi kuendelea, lakini pia tumetumika sana katika utungaji wa sheria, kutafsiri sheria, kutoa huduma ya fedha kwa hapa Tanzania, kuhamasisha vikundi kujisajili kwenye mfumo, lakini haya yote tunafanya kwa kushirikiana na Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi pamoja na wadau wengine. Lakini sio hivyo tu, katika vikundi tulivyonavyo, kazi tunayoifanya sasa hivi ni kuviunganisha vikundi tulivyonavyo. Tuna vikundi zaidi ya 12,000 ambavyo vipo ambavyo tunafanya navyo kazi, lakini miongoni mwa kazi ambayo tumefanya ni kuhakikisha hivyo vikundi 12,000 vinajisajili kwenye mfumo wa wezesha ambao unasimamiwa na Benki Kuu. Na mpaka sasa hivi tunachofurahi kwamba miongoni mwa hivyo vikundi 99% tayari vimeshajisajili na ambavyo vinaendelea kwenye shughuli mbalimbali. Na labda tu niseme kwa faida kwamba vikundi hivi kuna vikundi miongoni mwa vikundi vina mpaka milioni 600, kikundi cha watu 30 kina mpaka milioni 600 ambazo wamewekeza. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba hizo fedha ambazo wamewekeza wanakopeshana wanachama, wanarejesha kwa wakati, lakini pia wanakabiliana na changamoto zozote ambazo zinazoweza kujitokeza. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu tunafanya. Kwangu nafikiri nitoe wito kwa wananchi popote pale Tanzania walipo. Kwa kweli ukitaka ufanikiwe sasa hivi, iwe ni kijana, iwe ni mfanyakazi, iwe ni mama, iwe ni baba, mimi nawashauri sana watu wajiunge kwenye vikundi. Jiunge kwenye kikundi cha kuweka na kukopa, kitakusaidia kupata mkopo kwa muda mrefu. Mpaka sasa hivi vikundi vinaanza kusajiliwa. Jitihada hizi zilianza na Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi, kwa maana kwamba baraza kwa kipindi hicho vikundi vilikuwa vitambuliki kisheria. Ndio jukumu la kwanza lililoanza kwa kipindi hicho lilikuwa ni kuhakikisha kwamba vikundi vinatengenezwa mfumo. Kwa hiyo kupitia baraza, hatua ya kwanza tulitengeneza muongozo ambao ulipitia kwenye halmashauri zote, kwa maana kwamba maafisa dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi kila wilaya waliwajibika kuweka taratibu na kanuni ya kuvitambua vikundi. Baada ya hapo tukatengeneza pia miongozo ya uendeshaji wa vikundi ili kuwa na muongozo mmoja kupitia Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, ambao wao ndio wenye dhamana ya kuratibu shughuli mbalimbali za maendeleo hapa Tanzania, ikiwemo kuratibu vikundi, kuratibu mwenendo
wa shughuli zote zinazohamasisha masuala ya kuondoka na umaskini, wao wamekuwa wanaratibu. Kwanza ni vizuri itambulike kwamba shughuli tunazozifanya ni kuhamasisha wananchi kuondokana na umaskini, na ambayo ndio dhamira na zana kubwa ambayo inafanywa na Baraza la Uwezeshaji Wananchi. Kupitia vikundi vya kuweka na kukopa, watu kwanza wanaweka akiba zao, ambalo ni jambo la muhimu. Kupitia vikundi vya kuweka na kukopa, watu wanakopeshana, ambayo ni jambo la muhimu. Kupitia vikundi vya kuweka na kukopa, watu wanakaa kwa ajili ya kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya maendeleo. Kwa maana kupitia vikundi watu wanajifunza, watu wanapata elimu ya ujasiriamali, lakini pia wanapata connection na huduma zingine. Kwa maana hapa tunaongelea masuala ya biashara, tunaongelea masuala ya mifuko mingine ambayo baraza wanaisimamia. Baraza wanasimamia mifuko zaidi ya 40. Moja wapo ni mifuko kama ya UTT, mifuko ya self, ambayo yote ipo chini ya baraza. Lakini jukumu la baraza ni kutuunganisha sisi. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo tunafanya sisi kama wadau wakubwa baraza ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha vikundi, lakini tunaviunganisha vikundi hivyo pamoja na mifuko mbalimbali ambayo ipo chini ya baraza. Kwa hiyo kimsingi kwamba baraza kwa kushirikiana na sisi ambao tunahusika na uhamasishaji wa vikundi vya kuweka na kukopa, uhamasishaji wa majukwaa mbalimbali ya kuondokana na umaskini, yanasaidia sana wananchi wengi kuondokana na umaskini. YEMCO Vikoba Tanzania ni taasisi sio ya serikali ambayo ilianzishwa mwaka 2016, na taasisi yetu lengo letu kubwa sana ni uwezeshaji wananchi kiuchumi. Katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, sisi tulitumia platform ya Vikoba, ndio ambao tulitumia kwa ajili ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Na katika platform yetu ya Vikoba tumeangalia sekta kubwa 5 ndizo ambazo tunazofanya nazo kazi. Sekta ya kwanza ni sekta ya dini, ambayo tumebase sana kwenye Waislamu, ambao tuna sekta ya vikoba vya Kiislamu ambao ni vikoba ambavyo havitumii mfumo wa riba. Lakini sekta ya pili ni sekta ya wasanii, ambao tumejaribu kuangalia kwa namna gani tunaweza kuwezesha wasanii wa filamu, muziki, uchongaji, ushonaji kuanzisha vikundi vyao. Sekta ya tatu ni sekta ya vyama, ambapo kwenye vyama vya siasa hasa CCM tumekuwa tunafanya kazi kubwa sana ya kuweza kuanzisha vikundi kwenye vyama kwenye kila kata. Lakini sekta ya 4 ni sekta ya wafanyabiashara, ambao tumekuwa tunaanzisha vikundi kwenye masoko sana kwenye kila kata. Na sekta ya mwisho ni sekta ya wajane. Hizo ni sekta 5 ambazo sisi tunazifanyia kazi sana kwenye mfumo wetu wa Vikoba.